Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tulishuhudia video ambayo ilitrendi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha msanii Diamond Platnumz akiwa katika moja ya tamasha kubwa na akiwa anazungumza kuhusiana na wasanii wenzake, namna ambavyo hawawezi kumfikia kimuziki hata mara moja. Na msanii Diamond Platnumz aliweza kuzungumza katika hilo tamasha pale Kigoma mjini kwa ajili tu ya kusapoti kampeni za Baba Levo. Sasa namna ambavyo Diamond Platnumz aliweza kuzungumza, alizungumza maneno fulani hivi ya kejeli kwa wasanii wengine wote wa hapa nchini Tanzania. Alidai kwamba hakuna wasanii au msanii yeyote ambaye anamfikia kimuziki, lakini mbaya zaidi aliwaita wasanii wote wa hapa nchini Tanzania wao ni kenge, kwamba hakuna kenge yoyote ambaye anamfikia katika sanaa ya muziki. Hiyo kauli imezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja akawa anazungumza Diamond anajiamini vipi, na tulishuhudia Mwijaku aliamua kuzungumza kupitia video na akaposti katika ukurasa wake wa Instagram na kudai kwamba kauli ambayo Diamond Platnumz ameweza kuizungumza aangalie baadaye sije ikaja ikamkosti, kwa sababu wasanii huwa wanasahau. Mfano mzuri unaweza kuona huyu msanii Bob Junior ambaye kwa sasa hivi anaomba msaada ili mradi apate matibabu ya moyo. Aliwahi kuzungumza kauli moja kwamba yeye ni msanii tajiri namba 2, akitoka Diamond Platnumz namba 1, yeye ni msanii tajiri namba 2 na anamiliki bilioni 5 za Kitanzania, na kwa sasa hivi ni msanii ambaye anaomba msaada kwa ajili tu ya kupata matibabu ya maradhi yake ya moyo. Sasa ni zamu la msanii Diamond Platnumz ameamua kukejeli wasanii wenzake kwa sasa hivi, na Mwijaku akamuonya vikali na kumwambia kwamba Diamond, angalia usije hii kauli ikaja kukukosti baadaye, kwa sababu maisha tunaishi na dunia hii tunapita. Basi hautakiwi kabisa kumkejeli binadamu wenzako na wala hutakiwi kabisa kudharau sanaa ya wasanii wenzako wengine ambao wanaendelea kufanya kazi ya sanaa. Sasa siku ya leo msanii Mbosokane ameweza kupata muda wa kuzungumzia hili swala kwa mara ya kwanza. Ukiangalia Mbosokane ni msanii ambaye ameondoka katika lebo ya WCB, lakini pia ni msanii ambaye alipitia changamoto na kugombana na msanii Diamond Platnumz, na yote hiyo ni sababu tu ya Baba Levo kuingilia kati na kuzungumza maneno mengi sana. Hiyo story tumeshaizungumzia sana. Hakuna mtu ambaye haifahamu chanzo cha ugomvi wa Diamond pamoja na msanii Mbosokane. Sasa Mbosso siku leo ameweza kuulizwa swali kwamba inakuwaje msanii anasimama kwa ujasiri na kuanza kutukana na wasanii wenzake. Wewe kama msanii ile swala unalichukuliaje, au ni swala la kawaida tu kwa wasanii kutukanana katika mastage kama hivyo? Sasa Mbosso aliweza kuzungumza jambo la tofauti sana, na kila mmoja akampongeza Mbosso na kumwambia kweli Mbosso umekuwa Mbosso, wewe una akili. Kwanza kabisa Mbosokane akadai kwamba yeye binafsi kama msanii hawezi kumdharau msanii mwenzake, lakini kitu cha pili ambacho yeye binafsi amedai anakiamini, anaamini kwamba hii kazi ya sanaa wanategemeana. Yani anakuambia mimi naweza nikawa namtegemea msanii mwingine katika ngoma yangu, labda nikawa na ngoma alafu kuna msanii fulani ndo ana fit, inabidi nimface ili mradi tu yule msanii aweze kuja tufanye collab ya maana. Sasa anakuambia wasanii sisi tunategemeana, ikitokea msanii yoyote ukaanza kumtukana kwenye mitandao ya kijamii, hujui kesho yako, hujui baadaye labda utamuhitaji ili mradi mfanye kazi nzuri. Mambo ni mengi sana. Mbosso kwa binafsi yeye akadai hawezi kabisa kutukana wasanii wengine wala kuwakejeli, hata kama amekuwa top namba 1 hawezi kabisa kufanya jambo la namna hiyo. Sasa ikabidi yaulizwe kwamba wewe unaizungumziaje ile kauli ya Diamond Platnumz kwamba alivyowaita wasanii wenzake ni kenge, kwamba hawawezi kumfikia katika sanaa ya muziki. Mbosokane akajibu tu kwa upole kwamba ile kauli sio nzuri, na kwa upande wake yeye kama Mbosokane ameona hakuna sababu ya kumtukana msanii mwenzio au msanii ambaye anafanya kazi kama ya kwako, kwa sababu ukiangalia amedai kwamba kazi ya sanaa sio kazi ya mashindano, ni kazi ambayo unatakiwa kuelimisha jamii lakini pia kuburudisha kwa ujumla. Sasa ukiweka mashindano mbele, basi utajikuta unazungumza kauli kama hizo, na ni kauli ambazo sio nzuri na zinapelekea wasanii wenzako waanze kukuchukia na baadaye ukose hata msaada wa ushauri au ukose hata msaada ambao labda ulitakiwa kuupata hapo baadaye. Mambo ni mengi sana, binadamu tunapita, binadamu tunapitia, binadamu tunaugua.
mambo ni mengi sana. Hautakiwi kukejeli, hautakiwi kujivunia. Mali zote ambazo unazipata unatakiwa kushukuru mashabiki zako, kwamba nashukuru kwa support yenu, lakini sio kuanza kukejeli wasanii wengine na kuwaona kwamba ni wasanii ambao hawafanyi vizuri, wewe ndiye ambaye unafanya vizuri. Hayo ni maoni tu ya Mbosokani ambayo ameweza kuyatoa, lakini pia maoni hayo kila mmoja ameweza kumpigia saluti Mbosso na kuona kwamba ni kijana ambaye ni ana umri mdogo, lakini anajitambua na anaelewa ni kitu gani ambacho anakifanya katika sanaa ya muziki. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unafikiri ni sahihi msanii Diamond Platnumz alivyofanya vile, au alivyowaita wasanii wenzake jina la tofauti kama vile Kenge ni mdudu fulani hivi mbaya, yani sura yake ni mbaya sana, hivyo mtu akikuita hivyo unajisikia vibaya kiujumla? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.